Our request as Blue Sky Energy Madogo. Na huku takwimu zikionyesha kuwa dhulma za kijinsia zimeendelea kuongezeka nchini na kote duniani, wadau kwenye sekta ya elimu wamejitwika jukumu la kuhamasisha umma kuhusu tatizo hilo. Vyuo mbalimbali vya kiufundi na anuwai vilikongamana katika kaunti ya Kisii kujadiliana kuhusu mikakati ya kukabili janga hilo ambalo limewaathiri zaidi ya 40% ya wanawake nchini Kenya, wakiwemo wanafunzi. Kama anavyoarifu Dalmas Sakali, warsha hii iliandaliwa kwa ufadhili wa shirika la Colleges Institute Canada. Watu na afya nchini Kenya limewaathiri zaidi ya 40% ya wanawake. Wanaume nao hawajasazwa kwenye swala hili, mwanamume mmoja kati ya 7 akiwa mwathiriwa. Ni jambo ambalo limevutia sasa taasisi za elimu ya juu kukiandaliwa warsha ya vyuo anuwai na vya kiufundi kwenye eneo la Magharibi kuzungumzia swala hili la dhulma za jinsia. This meeting couldn't have come on a better time, owing to the fact that we have had gender-based violence incidences in this college, and recently we had a lady student murdered in cold blood because of that kind of response towards the other gender. We are implementing different aspects, working with the TVET institutions. We are working with 25 TVET institutions in Kenya. And what we do is build the capacities of the institutions, and gender equality is one of the areas that we take seriously in terms of building the institutional capacity. Warsha hii iliyofanyika kwenye chuo anuwai cha kitaifa cha Kisii iliwaleta pamoja wahadhiri kutoka chuo mwenyeji, kile cha Kisumu, Sigalagala, Mawego, Kaimosi na vingine, na washikadau wengine wa masuala ya jinsia nchini. Miongoni mwa masuala yaliyojadiliwa ni haja ya kubuni sera na kamati kuu ya jinsia kwenye kila taasisi, masuala ya jinsia kutengewa bajeti na wanafunzi na wahadhiri kushirikishwa kikamilifu kwenye mdahalo huu. We need to go back and prepare what we call gender plan action, so that these action plans will help us to implement the gender policies we have. We have also been shown how to prepare policies that make our institutions gender friendly. We have been prepared to know how to make our institutions safer for both male and female students. Mwalimu mkuu wa chuo cha Kisii Daniel Nyariki alisisitiza haja ya wanafunzi kufanywa kipaumbele kwenye mjadala huu anaosema ni nyeti hasa kwa kizazi hiki cha sasa. Cases of even the young children molested sexually, and now in this modern society, those are not good acts. We have also seen even other young people, young students, they are forced to marry marriages, and the parents they go negotiating and they agree. They don't know how they have already ruined the life of that child. Warsha hii inajiri siku chache tu baada ya Lucy Boke, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza kwenye chuo anuwai cha Kisii, kuuliwa kwa kudungwa kisu na mpenziwe baada ya mzozo kati yao. Sakali, Dalmas, KTN News. Na mtazamaji, tukiachana na hayo ni kwamba Kenya imejiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya watoto